kwa kuweza kunipatia nafasi hii ya kipekee. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kila mmoja kuweza kuipata hii nafasi ya kipekee. Unapopata nafasi hizi, basi ni nafasi ambayo unapaswa kuitumia vizuri. Siku ya leo tutaenda kuona kiufupi zaidi ni nini ambacho au lengo letu ni lipi kwa wewe kuweza kukutana pamoja katika siku ya leo, na ninaamini hautotoka kama vile ulivyoingia siku ya leo. Kuna jamaa mmoja, huyu alikuwa watu wengi tunamfahamu, hasa na kwa upande wa Kristo wengi wanamfahamu sana, anaitwa Daudi. Daudi alikuwa na mission moja, na mission yake ilikuwa ni kuchunga kondoo, lakini pia kufanya majukumu mbalimbali, ila hiyo haikuwa ni mission kabisa kamili. Mission iliyokuwa imepangwa na Mwenyezi Mungu ni mission ya kwenda kumwangusha Goliath. Nadhani hapa ninapozungumza watu wengi sana wanaelewa. Huyu Goliath ni mtu ambaye alikuwa akitishia sana katika taifa la Israeli, katika upande wa kuweza kwenye upande wa kivita na mambo mengi mengi sana ambayo yanahusiana na vita. Lakini mission ya Mwenyezi Mungu kwa Daudi ilikuwa ni kwenda kumwangusha huyu Goliath, na katika mission yake hakuweza kufanya kosa lolote, na ndipo sasa yule Goliath akaangushwa. Nini maana ya kukuletea kisa hicho? Ni kwamba unapopewa mission yoyote katika maisha yako, basi unapaswa kuweza kuikamilisha, na mission ulio nayo wewe na kusudi ambalo unalo kwa sasa hivi ni kusudi la kuweza kubadilisha maisha yako. Mission ulio nayo ni kubadilisha maisha yako, kubadilisha akili yako ili uweze kuyapata mafanikio, na hiyo ndiyo lengo la sisi kuweza kukutana na wewe hapa. Sasa tutaenda kuanza somo letu kama tulivyoipata hapo, the financial independence, mission of the financial independence. Katika maisha ya kila siku, kila mmoja anatamani kuweza kuwa na kipato kikubwa, kila mmoja anatamani kuweza kuwa na maendeleo makubwa katika maisha yake, ila unashindwa kujua ni namna gani ya kutengeneza hiyo mission ili uweze kutengeneza maisha yako. Sasa leo tutaenda kujua how to build the system. How to build the system. Unawezaje kutengeneza mfumo ambao utakusaidia wewe katika misheni yako ya safari ya mafanikio kuelekea uhuru wa kifedha ili uweze kuyapata matokeo. Nukta namba 1 inasema stop chasing goals without game planning. Katika maisha yako, kitu chochote ambacho unakiweka katika malengo bila game planning, bila strategies zozote ambazo zitakuruhusu wewe kukamilisha malengo yako au kukamilisha hiyo misheni yako, basi upo katika wakati wa kupoteza muda, ambapo unatakiwa kutengeneza structure, lakini unatakiwa kuwa na more attention katika lile jambo au kusudi ambalo umeliweka ili uweze kupata matokeo katika biashara, ili uweze kupata matokeo ya uhuru wa kifedha. Kwa mfano, hapa watu wengi sana huwa wanachanganya kati ya kuwa na malengo lakini kuwa na game plan. Kuwa na malengo, unaweza ukasema kwa mfano nitaandika vitabu pengine, au nitasoma vitabu 10 kila siku, ambacho kiukweli sio kitu ambacho kinawezekana kwa mtu wa kawaida kusoma vitabu 10 katika upande wa siku kulingana na majukumu. Maana yake pale umejiwekea tu malengo, lakini tukija katika uhalisia ni kwamba hautoweza kukamilisha. Ila mtu mwenye game plan ambaye tayari kashatengeneza structure yake, yeye anasema nitasoma peji 10 katika kitabu kimoja saa 1 usiku kila siku. Haijalishi ni nini kinatokea, haijalishi nakutana na program zipi au changamoto gani, ila nitasoma saa 1 usiku kila siku peji 10 katika kitabu. Huyo tayari ana game plan. Sasa hata wewe pia unatakiwa kuweza kuwa na mfumo wa kutengeneza game planning yako, itaweza kukufanyia wewe kuweza kuwa ndani ya mission inayokupeleka katika uhuru wa kifedha. Ila kama utasema tu kwamba ninatamani kumiliki pengine siku moja bilioni,